Yesu ibuku ni dhama binda wakeli kilungu cha katano na mswa wake ninginya mswa wa 14 nendo soma ndeto sia Yoba tuetewe ngewa ya Solomoni ayete esanduku ya Yoba ekaluni. Solomoni ayete esanduku ya Yoba ekaluni na ningoendewa muno kusoma meso isu mweningo bobota nikwa ndeto ndi mwaimu no lakini ni moku miangesia na kwa na therefore mabinda wakeli kilungu cha katano na mswa wakeli mandiko mange imeasia page number ni 403. The Bible says nivo indi Solomoni womba nisi atumia Israeli na tongo yonde imbai anene nombasia aidhe ana Israeli ku Yerusaleme ambatie isanduku yotia nio ya Yoba kumya nduane ya Daviti na yoni Sayoni na andu onde Israeli momba na kwa musumbe mbukani ila ya imwei wa mwonza na atumia onde Israeli moka na alibai mosa isanduku na mambatia isanduku na iye madha kumbania na miyo yonde midheu ila ya yemani isu adhembi alibai nyambatia na musumbe Solomoni naomba no wonde wa Israeli ula womba nite kwake waimbe wa isanduku makidhemba malondu na ng'ombe ila italika kana kutalwa nundu wa kwingeba na dhembi malicha isanduku yotia ni ya Yoba ndini vanduva vaunenea vanomba kuvika vala vandu vadheumbe o ungu wa ndwa usia akelubi nundu akelubi matambu kitie ndwa usio yulu wa vala vandu va isanduku na akelubi mavibu ikite isanduku yulu ona miti yayo na imiti ya imiasa undumithia ya miti niyeneke kuma isandukuni vumbe wa vandu vala va unenea indi ndiaoneka ute na nivo kubika umunde kutia ikindu isandukuni ateo ala masenge ya Eli ala Mose wa meki yeku olebu nila Yoba utianio na ana Israeli ila maumie de ya Misili na kwezi wa verse 11 nila dhembi maimana uma vandu vadheu nundu wa dhembi onde ala maivo ni mevadhite medhiwe ya dheu na matiati ya mituo ya ngudhusio ona matiati ni kwa siata hindi matiati ya mituo ya ngudhusio ona alibai alamai aini onde o Asabu na Emani na Yetuthuni na Anamo na Anaidhemo mekite katane nzeo mena tumasaya na inanda na mbebe maunga maute wa kidhembeo ngali ya umeloni wa sua na vamwena wa dhembi iyana na miongo ili makibuba maso verse 13 kwezi wadhila alabu gima maso na aini maeta umwe maumye wasia umwe wiwike uitaya na kumutungia Yoba mubea na dhila mokililia wasia wavamwe na maso na tumasaya na sindosia kuinga na kutaya Yoba machasia nundu ni museo nundu useo wake wewendo ni wikala tene na tene nivo indi numba yosuiwe ni mumbi o numba ya Yoba hundu wa dhembi matatona kungama madhukume nundu wa mumbi nundu udheu mutisu wa Yoba wa uswete nomba langai atukuzwe Yesu Kristo. Umundi tuenda kuimanisha yulu wa isanduku hii na nitukona usio umwe yulu wa isanduku hii usio ukosa ukalikandhini wotia niyo mweo na ningeleka nyonzeo na ndeto ino yibo kundu wa kutukia kisia nundu wa mundu meki baluka nituko manana mundu dha yuni ate we Yoba na okwa kutungilela obanini ni Solomoni chapter 4 amemjengea Mungu hekalu ama nyumba yake
Asifiwe Yesu Kristo. Amemtengenezea, amemwandalia nyumba ya kupendeza sana, hata iwe Yoba. Sasa wakati umefika atoe sanduku ilikokuwa imewekwa na Daudi baba yake, ili apandishe pale amemjengea Mungu nyumba nzuri ya kupendeza. Kwa hivyo amombilaisi anduonde atongo imakundu na kundu mambai mamibei kibadhukanyo mandepartments kibadhukanyo naomba nya thembi maliko manga ni motu ya kana thembia ni mosie ibinda za kuithesia mbewa mwiye na momosa ona ila miyo ingiyo ndela ndaviki wombaniti na isio vipi nikanda yo ndela mbatwe itwawe nyumbani ya Yoba mandiko manga ni moto nya ni mose sanduku ni makuye na ituo sio na maendete Solomoni atongwezia kuina na kumthembea Yoba mthembo wesa kwithia ona ititalika ila mana muthembe iye nundu sainyingi. Asifiwe Yesu Kristo. Na wakapanda wote mpaka wakafika kwa hekalu, na huko sanduku ikawekwa pahali pake. Maandiko mangi imeasema pa upala sanduku za toiwe paena agelubhieli asubye masubye tuwaponi kenda wise kwithia then nimelekelele sanduku imwengali ya nolongi ngali no ikenda sikide sanduku ziva katikati hata iwe Yoba na niko na nyaondo etuni kwilie nundu Yoba wala ile kibela nitake cha usumbe nudhululuke tunie makelubi. Praise the Lord. Ni kama kusema Mungu ameshuka na ametua pamoja na sisi. Tena baada ya hayo walipoweka sanduku kwake hata iwe Yoba, tunaambiwa wakajiandaa kumtukuza na kumsifu Bwana, wakapanua midomo yao na wakaimba utukufu na lame na miyo kwa Masaya ile ingiyo mbea kuinga ila ya kuniwe the Bible says wakimtukuza Bwana nundu sio wake wewe na niwe kalacha tene na tene ai muumbi uma ituni na wosu wa ila nomba. Zaidi ya hayo utheu mutisu wosu waweza kwithia ona andu mayunga mambewa wa Yoba mwana Mungu ameshuka. By the way dito isu utheu mutisu in Hebrew inatamkwa kabod. Inasema ni kumaanisha kuwa sio kitu tu nyeupe ya kuangaliwa na watu, ni kitu nzito. Yani why kalironi kindute ziwe kelwecha ni kisebe why wakisebe kwa kuna mundu kisebe kuna amundu kwanza isu ni kabod, lakini ikitete okuikalila ikitete okubuela ukeza kwethia hii ni witaviwe huyo mtu unajisi uzito. The word kabod na maanisha uzito. Ozo nondo uko dha koneka dhela wina anene mekundu wathengea Ruto ukamana kimbikiwi chao nundu ukei wata ono radiati yani vina wakawaita na ndo amwe ni mathili mekomana na nene meba asu ona abodhia mwe mabodha ukeza kuze uthengenie na mukwiwa yani mundu ena mwaki uma kwake ukubibia kwa muthemba natika na nundu we muthuku lakini ni usito ni kindu wina wanga wendeni wake. Kwa hivyo ilitua ikakuja juu yao ukapata hata kusimama hawezi fanya nini kusimama. That is the same glory tunaona mara kwa mara. Anduta Danieli maandiko mangi imeasema alipotokewa na malaika alianguka chini. Ni huo uzito unapata hata kusimama hawezi kusimama. Ona kuthuko mandikata ndudhukuma usu no laundo wako mania na mundeta wa Saulo wala musumbe imadha Davidi alikaliwa na kitu mpaka the Bible says weza kudhanita tita ukuimana usiku mzima na mchana mkutwa ametabiri mbele ya Bwana tena akiwa uchi. Ni uzito na kukalia na ni kitu cha kutisha sana. Hajua tunapendelea hayo mambo ya kiroho, but let me tell you, when it happens to you it is terrible. It is terrible. Nundu kimbukini cha dhono ka akili yao kuelewa kwa akili yao kungaini wotisia my friends, ngaini wotisia ona kawa uta atumilela watumia Yesu Kristo atumilele mwa nundu his presence is terrifying. Asifiwe Yesu Kristo. Maandiko mangi imesema pa mundu mona ngaina alika ladhayo, and that is true, believe it. That is very true, believe it. Anyway, tunana yulo isanduku li hii sanduku imetembea sana. Hibuku ni the Exodus ilitengenezwa na Musa hata iwe Yoba. Na alipoitengeneza na atuabala bandu base ubitwe yema that ubitwe pindani yu. The Bible says Musa hakuwa tena na haja kupanda mlimani akaongea na Mungu. Alikuwa aliingia katika ile yema
na hapa anaongea na nani? Na Mungu, wakiangaliana ana kwa ana. Maandiko suni ibuku la mutalo kulungoni cha monza usoa wa ndana na kenda Mose anena na Yehova face to face. Sanduku ni liba hata iwe Yehova. Mara nyingine ibuku ni Joshua chapter 3 na verse chapter 4, madhinga ulauzi wa Jordan, waliambiwa wale makuhani waende na ile sanduku, na wakaambiwa watakapokanyaga ile maji tu, maji yatatawanyika, upande moja yaishi, upande ule mwingine momba nebo utaweza kwenda kiuni kiende kuswani hapa, lakini kiyukwa chao kiyukwani. Na pale walisimama pakakuwa pagumu, na watu wakafanya nini? Wakavuka, maana sanduku imewafanya nini? Imewaongoza. Huyo Joshua chapter 6 walidhuluka Jericho for one full week, na siku ya mwisho wakiongozwa na ile sanduku wakapiga yowe mbele ya Bwana, na ule ukuta wote ukaporomoka, na wakaingia na wakaangamiza wote, na Jericho yote kakabidhiwa kwa Mungu aliye hai. Praise the Lord. Na you say andoni mama na sanduku bila na kana ngai mwina na sanduku enenu ibuku ni za Samueli wa mbe kilungu cha 5 na 6 nundu wa kilungu cha 4 nundu wa unyendu wandu ngosio si nduku menda kuosa zile sanduku madhina zo kauni no mesi kana maimu endete ngai no mesi maimu dhuku maangai no mesi kana mazine kanite kwa ngai ana maeli ni momo bucha idhembe la Yehova na ndembo yake. Wakaenda kule vitani wakashindwa na sanduku ikabebwa, lakini wasoma kilungu cha 5 na cha 3, kumbe sanduku inaweza kujipigania. Kule kote ilipelekwa kwa Wafilisti nundu ilama kiliabina maidha mosa ngaisio makaibo za mwedhi lekenda ndema kila menga isio sio matwa sanduku za Yehova kwa yako ngaisio sio siana angwa biweza kweza yune mambeo kiazile chao sanduku. Na zaidi ya hayo makwata ni muhimu weza kweza ya yuki lungu cha 3 kikezo zela no matungai sanduku kwa Israeli, na hivyo ndivyo ikafanyika. Nikuseme eti kuwa kwa watu wa Israeli sanduku hii ilikuwa representation of God. Mkiwa na sanduku katika hema yenu, katika kijiji chenu, mnatambua Mungu yupo. Ngaieba nisi rosesi yakana ngai ni beba na ndaonekana ndo ni chao ni beba, lakini hii sanduku mwene is presence of God. Yes, presence of God. I think kwanza mweka nanzi nkini wo andu makatholiki meka, lakini njo makwata kuoko zela media wana mebwana ikamite mebwano ku na kuya na ingi kululi na madhasia tuboze tulilikane mazasi ya maitha idha mebwana no medho wa maililikana o muondo ulamo mubegata mubodha ku ukamea nemo the mebwana no mathetekela isanduku yu yaibo represent reality ya ituni kananga yeba hata iwe yo. Lakini today as we speak ile sanduku zitiemo wakati wa Babylon walipokuja kufurusha watu wote, akina Daniel, akina Meshach, akina Abednego, waliingia katika hekalu la Bwana wakachukua dhahabu yote na wakapeleka yote Babyloni. Na ilipoenda huko ikatokomea wapi? Huko ula mwana wa Nebukadneza wito Belteshaza ila wose ila miyo ya Yehova isu ni yoma ya kumakuye kumachao hekaluni. Walipora kabisa na ilipoishia haikujulikani. Ni sawa na kusema agano ya Mungu na Israeli ilishia wapi? Hapa. But I'm happy today, ingawa sanduku haiko, Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, wasoma Yohana kilungu cha 14 verse 8. Yohana Thoma ekulia Yesu puonyasa na nitoku yanewa tonyeo na nitoke kata nitoku yanewa. That is very beautiful. Nundu wa olosungi Yesu wa masongi amosongi Thoma, I have been with you all of this time. Abado no ngulia ngonyeo asa, because he who has seen me has seen the Father. Kwa hivyo sanduku ilipopita tukapata something much better than the sanduku, who is Jesus Christ.
Tena zaidi ya hayo, alipopanda kenda mbinguni, tukapata ingine zaidi nzuri kwa wakati huu, ambayo ni Roho Mtakatifu. Hata iwe Yehova. Kwa hivyo pamekuwa na exchange, palikuwa na sanduku, hata iwe Yehova. Yesu Kristo akaja, akapaa mbinguni kututengenezea pahali, lakini akatuachia Roho Mtakatifu awe nasi katika wakati huu. Na nipi lazima ukite, ndio tukamwona Yesu Kristo uso kwa uso. Na mimi naomba siku hiyo ifike. Mbona nimeongea kuhusu Yesu? Maana tutakapomsifu Yesu na kujiandaa kwa ajili yake, atatuongoza vile alivyoongoza watu wa Israeli. Andumanga indi ni mokwiwa. Kumbuka walipofika kwa yale maji na watu wa makuhani wakiingia ile sanduku, maji yakatawanyika, maji yakasimama, nchi ngumu kapatikana na watu wakavuka. Hivyo ndivyo itakavyokuwa, na hivyo ndivyo hukua kwa watu ambao wako na Yesu Kristo, ambao wanampa sifa anayostahili. Hivyo walivyozunguka Jericho yote. Ndugu zangu, tukizunguka ni kama hatuendi pahali. Unazunguka tu ni kama uendi pahali. Unashangaa, hapa nitatoka lini? Hata iwe Yehova, hapa nitatoka lini? Kule kuzunguka unashangaa, Mungu mbona umenizungusha miaka nyingi hivyo? Na kuambia siku moja itafika ya kupiga yowe kwa Mungu aliye hai na kuta ziporomoke. Hata iwe Yehova, that day is coming. In fact, it has been coming for some of us. No, tunundu tuliendelea na safari yetu kurithi Kanaani tumepewa na Bwana. Hata iwe Yehova, andomanga iko teo ndosio. Hata zaidi ya hayo, tulikanekana Yesu Kristo ndabu ya wangu hii ni kwa naito. Hata iwe Yehova, ningo mwesoba kakasumba kaka ndume kwa sakana aisi ni mamea kana beba ndebo and on then mameo ni mabike meoni. Ona magogoka ni mabike chao meoni nundo nimesi kana uenda kidhedo kizoni cha chorus na cha worship. Na ndola mapentekosto nisi originally ni andu mesi kumbula ni andu mesi kuinengane kwanga hii ndi umundi makanisa ni Yesu matiwe na ukuina indi beba ndeba nundo ola uliwibo na ola opena ni wibo nga indeba mena ndini onde. In fact onde mena ndini patiuke ngani udhonokete wa makanisa asu nundo beba mdini alifanya nini? Alitoka wakabaki tu ola mtu wa sing praise and worship. Na ni ai muno ni mesi kuiva aini asio aini ani mesi kuinga wathi na ni mainandeza na maka mtu ongoesi muka nengwa ikina tesa hivi tesa vile na mwinengwa mbadhi nzio. But let me tell you, wathi nisu ondebe bandeba ndo na mtu ongo wa praise na no lala na mundu mukaba zitai yukiwi chao kiendebo edha mena beba mdhiu lele kitha hii makanya. My friends, tusibabaishwe na watu wakisema hakuna Yesu hapa, ati hakuna Roho. Shindwe watokomena uongo wao. Lakini ukweli ni kuwa tukiwa naye Yesu, vita tunashinda kila kuchao. Hata iwe Yehova naondola webata kumulini kanawe. Amen. Ni usiove na uomba no waiti kilitwesende otondo Solomoni umbanisi anduonde anene ma na mbayo ndea chao Israeli amombania nundu thaithi museo nula wina andu waingi maniko mangi measya where 2 or 3 are gathered. By the way, Akolindo wa mbe kilingu cha dhamdatu na verse 18 na 19 ando maisoma kisungu no maile kwele wandeto isoma ndiko mange imeasia kizungu. Your body is the temple of the Holy Spirit. Yaseu na ingi wakitafsiri wanadhani it is my one body tamundo, lakini kigamba yasia neza mwi kana hekalu zao abeba mzu nyinyi wote ndio hekalu. That is the original Greek language. Ilogo wazekana your body is that you are is in the plural. Ematabia andu your body is the temple of the Holy Spirit. Wanakauno sioko boza weka na kumamandanga iwe weka. Let me tell you, palipo na kusanyika kwa Wakristo, hapo kuna haraka sana ya kuwa na uwepo wa Mungu aliye hai. Hata iwe Yehova
nundu by the way mundu mwenu tuna kuboya nai nakeka nai na makosokoso mao make labda nundu wakulea kumana lakini andwele makitaana atatu makitaana na kulungana na makitongania ondheke na mamubigile Yesu Kristo. Let me tell you, the presence of God is truly there. Ate we Yehova na neba ile na itu etikili talibai twedesi twekili mbewa Yehova twatwaninenge ya holiness as a supernatural resource. Now we are holiness we can only receive from God, and we received when tulipokea Yesu Kristo akawa mwokozi wetu. Kwa hivyo umudhanola wa tangi you became holy na you ya wako ni maintain ila chao holiness asa ate we Yehova. The Bible says we have been made holy and blameless. We are there. We receive it in faith. But now, the Bible says continue in holiness because God is holy. God is holy. Let me tell you, no kuinengane. Soma maandiko. The Bible says sanctify them with your word. Your word is truth. Let me tell you, the presence of God is found among the many. Eno na maandiko mangi imekwasia ona nima umisie ndembo. Kondo akumtaya Yehova nondo ndembo ino ni an expression ya ondola windeni wa ngozi yao. Sio by the way ethically ije ndembo siedha atewe Yehova. Yeye ni tu kumya ndembo si ambeza ndembo si ng'ombe ndembo hizo simbe si expression ya kana idio ni toto chao tiodhayo nondo ndembo eu mangoni kana eu mamwiti klini utedhayo ni ndembo badhi useless. Lakini kama wewe ni a living sacrifice kulaidha kwaku kuonde kutongwe waku kuonde kutuza kwa kanisa na kudhasia kutongwe sia udhaidhi kutongwe za nekwe kata na kutabanya, all of this become further expressions of what you truly are inside. Kwa hiyo wakamtolea sadaka na kutoa sadaka inafaa wa Kristo because ndembo isu imetoka pali wewe uliko. Watu wengi wakitoa sadaka wanataka hii sadaka iwanene, wanasahau wao wenyewe ni sadaka iliyo wanafaa kuwa kunena na hii sadaka wanatoa ndio sadaka inayonena. Ni wao wananena kupitia sadaka gani hii wametoa. Hata wewe Yehova yani niwe wanena na wanena kuzila ndembo ziba isulame kwa zia ndembo zinene ni kuzila na mo tikindo mai to yumenda kuitunga itina wala ndembo za nena kondo wa Mungu. That is not true. Kuindembo yedhayo hata wewe Yehova. Hata wewe Yehova inge. Let me tell you, wale ambao wanamuinua Yesu Kristo anauongoza na watapata ushindi. Nimefikiria sana Jericho, maana mara nyingi tunajihisi tukiwa Jericho tumezungukia pahali pamoja. Na kuambia pole sana. Unazunguka ukiwa umembeba Yesu Kristo, hakuna shida. Kwa hivyo hata ukienda wewe ni bado matongo wanile sanduku, fine, tupitie wewe tumetongoe wanile sanduku ambapo ipindani ni Yesu Kristo. No problem, you are not late. Onanduna aselewa wakati wa kufika Kanaani itafanya nini? Itafika. Wakati wa kuporomoka kwa hii jiji itafanya nini? Itaporomoka. Hata wakusumbue aje Yesu enoutoni wa kwananga maitha nena motabize yulwa kukia awe yulwa kukia awi yulwa kukia utima kiuna yulwa kukia ndola matutatana mundu meke bazukanyo wakicheza na Mungu ana uwezo wa kuwasambaratisha yeye mwenyewe. Hata wewe Yehova ninawaambia ndio kindukisio ni maemena mbese siako madhina sio madhina kimenzitawe pamoja. Mwaka kwa kuna Meka 345 madhi wamecheza na Roho Mtakatifu anaweza mwenyewe wa kujitetea. Tell you Yehova mwenyewe toite kuitetea. Na you tutanze na kwenda kolota muyi balawe ni kazi bure. Tene binola windeni wake kwa hiyo bina kuyola bina windeni wako. Si maandiko yanasema greater is he that is in me than the one that is in the world. Ku amana na baba wema. Also by the way tamundo nye ndo kilia muyi bina. Atola bado muyi kidia ndani. So wende watu mesympathisiana lakini ukaza wimwe ila ndio itesia gono kobwa
tutukie mahasa la vithi omde ina manebe mundu masako ukia wana ando mangali na mamumaniye mokete mamona ebandu ngali islo mundu ena katabia kakuyezi changa lelo ngali zokete kenda ziniwe kata no bakimu. My friends, tani sa stress. I say moi, greater is the power in you. Walibeba sanduku nikawaharibu. Walibeba sanduku nikawaharibu wao wenyewe. Kwa hivyo please, tatu makea, come on. Don't be a victim. Tani sana ukweza we victim. Medana victim mentality ni menda medwe na moi na yoni wao. Nina mundu mbeka tani sana stress isu. Tena kuno we na bina wanga ngaindeni wako ngai no we naku Yesu Kristo no we naku tanze na stress meba aso victim mentality menda medwe ni yawe nyeni mwowe tanisia wiwe ndina Yesu no mukelite wandabie eva we mwowe na we claim no mukelite kweli Yesu evo devil. That's the truth. Anamema nimeza ameitinda madhasia ni mumani moze wetu ni umaniwe shindwa in Jesus name atwike kiumo nikenda tuwe azime. And I believe this true ate weyo. So at least tuendelee kumwinua Yesu ona twathioka mathiuko na tima ingi mathiuko na tima ingi manjeriko tuthiuke tu a day of praise and worship will come. Nation de la siatubingiza ikabetwa nebetadeba limwe ate weyo. And that is what I believe in, and may God bless you as you wait upon him. Wewe tu inua Yesu Kristo munenge odhei dhino adhai wako ate weyo. Mulilikane weweka mutaye na mukumye na ondo wikwato odhei mudhukume ate we Yesu tubodhi twetunga mubeano ndo okia kisola watu nengo moni kana Yesu tukikuinua, Yesu tukikubariki, tukijiandaa na kujitakasa kwa ajili yako wewe mwenyewe, ukituongoza utatuonyesha makuu yako mfalme wa falme. Una uwezo huo na tunakutumaini. Endelea Bwana kusimama nasi, jina lako litukuzwe hata na kuendelea mbele. Hakuna aliye kama wewe milele na milele. Wewe ni mfalme pekee, jitwalie sifa na utukufu katika maisha yetu. Asante sana, na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, amina. Ngenda tu adhime mno.